Kuna njia nyingi sana za kutimiza malengo. Kuna njia nyingi sana zitakazokufanya malengo yako yatimie, lakini vision board is the best way ever. Nimetumia vision board yapata sasa hivi ni miaka 4, naenda mwaka wa 5. Nimeona namna ambavyo inafanya kazi na nimeona namna ambavyo malengo yangu yanatimia kupitia vision board. Kama haujui jinsi ya kutengeneza vision board, na kama unataka kujua vision board ni nini, na kama unatamani kujua jinsi ya kutengeneza vision board ili malengo yako yaweze kutimia, karibu sana kwenye hii video niweze kukufundisha na kukuelekeza namna nzuri ya kufanya malengo yako yatimie kupitia vision board. Vision board ni neno la Kiingereza ambalo limeundwa na maneno mawili. Neno la kwanza ni vision na neno la pili ni board. Vision ni maono, vision ni mipango, vision ni picha ambayo wewe unayo unataka kuitimiza. Yaani picha ya vitu ambavyo hauna, picha ya mtu ambaye sio wewe wa sasa hivi unaitaka kumfikia na unatamani kumtimiza, au unatamani uwe your highest self. Board ni ubao. Tunakusanya malengo yetu, tunakusanya mipango yetu, tunaweka kwenye mfumo wa picha, alafu picha zinakaa kwenye ubao. Vision board ni ubao wa malengo au ubao wa maono. Kwa nini tutengeneze vision board? Kwa nini tutumie vision board kwenye kutengeneza na kutimiza malengo yetu au maono yetu? Vision board inawezesha au inaongeza uwezekano wa malengo yetu yaweze kutimia 1% kubwa zaidi. Namna ambavyo unaweza ukatengeneza vision board yako kirahisi. Hatua ya kwanza, jua kitu ambacho unakitaka kichwani kwanza. Jua mimi nataka jambo moja, nataka jambo mbili, jambo tatu. Jua vitu ambavyo unavitaka, jua malengo ambayo unayataka kwanza. Labda mwaka 2026 nataka mimi nimiliki gari, nataka ni achieve jambo moja, mbili, tatu. Jua kwanza kichwani. Anza kwanza orodhesha mambo ambayo unayataka kichwani kwanza. Sisi binadamu huwa tuna mambo ambayo tunayatamani, tunapenda kuachieve, tunapenda kuvifanya, tunapenda kupiga step moja ahead. Kwa hiyo yale matamanio ndio unatakiwa kwanza uwe nayo kabla ya yote. Hatua ya pili, utajitenga mahali. Hiyo unatengeneza vision board, hakikisha unajitenga mahali unakaa mwenyewe, kwa sababu malengo ni very personal. Maono ya mtu ni very personal. Maono ni kama calling, ni kama wito. Wito amuitu kikundi, amuitu wote. Ninapendekeza wakati unatengeneza vision board yako ukajitenga, ukatenga muda kwamba mimi siku fulani, saa fulani nitakuwa mwenyewe natengeneza vision board yangu sehemu fulani. Kwa hiyo jitengenezee mazingira ya kuweza kutengeneza vision board yako ukiwa mwenyewe. Note, usitengeneze vision board kwenye kundi. Malengo ni very personal. Ukiwa unatengeneza vision board kwenye makundi au kwenye magroup mbalimbali, huwezi jua ilo group au ilo kundi au watu ambao wamekuzunguka au surrounding environment imebeba energy gani. Tengeneza vision board ukiwa peke yako. Jitenge chumbani kwako, jitenge maporini, nenda ka reserve meza, ka reserve hotel, kaa mwenyewe, relax. Tengeneza vision board yako. Vision board inabeba maono yako na energy ambayo unaiweka kwenye yale maono na kwenye zile picha wakati unaitengeneza, ndio energy ambayo utaenda nayo throughout the year. Ikiwa umeweka energy mbaya au vision board yako ikiwa imeabsorb bad energy, ikiwa imeabsorb negativity, ikiwa imeabsorb energy ambazo sio nzuri kutokana na watu waliokuzunguka au mazingira ambayo yamekuzunguka, hiyo energy ambayo vision board yako imeabsorb, vision board yako imeaccumulate, vision board yako imeinyonya, itaenda nayo mwaka mzima. Kwa hiyo hakikisha wewe mwenyewe kwanza unapotengeneza vision board unajitenga, unakuwa calm, unakuwa positive. Tafuta siku ambayo una good mood, una good vibe. Romanticize eneo ambalo unataka kutengenezea vision board yako. Hakikisha eneo ambalo unatengenezea vision board yako liko surrounded na good mood, good vibe, positivity, kwa sababu hiko ndio kitu ambacho kitakusaidia malengo yako yaweze kutimia. Jambo la tatu, chukua diary, chukua peni yako, chukua kitabu chako ambacho unaandikiaga malengo yako, and then anza kuvitoa vile vitu ambavyo vipo kichwani, kuviweka kwenye diary, kuviweka kwenye mfumo wa maandishi.
anza kuandika kama unavyoandika malengo. Kama hujui jinsi ya kuandika malengo, video ipo hapo kwenye description, itakusaidia hatua kwa hatua namna nzuri ambavyo unaweza kuandika malengo yako ili yaweze kutimia. Note kwamba unapoandika malengo yako, hakikisha malengo yako yanakuwa kwenye mfumo wa wakati uliopo, usiandike kwenye mfumo wa wakati ujao. Hakikisha unaandika kama tayari vitu umeshavitimiza. Mfano, ninamiliki gari fulani, aina fulani, ikoje, rangi yake. Unapoandika malengo yako au unapoandika maono yako kwenye daftari lako, kwenye notebook yako, hakikisha unakuwa na full details ya kitu ambacho unakitaka. Mfano, unataka simu, hakikisha unaandika hiyo ni simu ya aina gani ambayo unaitaka. Unataka kampuni, hakikisha unakuwa na full details za kampuni inakuwaje. Unataka uwe boss, hakikisha unajua yani boss anavaaje, boss anakuwaje. Zile details za muhimu za vitu ambavyo unavihitaji hakikisha unakuwa nazo. Kama ni pesa, hakikisha unakuwa na kiwango cha pesa sahihi ambacho unakihitaji, exact amount of money that you need. Ukishamaliza kuandika malengo yako kwenye mfumo wa maandishi, hatua inayofuata ni kuweka malengo yetu au malengo yako kwenye mfumo wa picha. Tutatumia application inayoitwa Pinterest kwenye kuandika malengo yetu au kuyaweka malengo yetu kwenye mfumo wa picha. Hakikisha pia unayagawanya malengo yako kwenye engo mbalimbali. Kama haujui jinsi ya kuyagawanya malengo yako, video iko hapo chini kwenye description. Utajifunza namna gani ambavyo unaweza kuyagawanya malengo yako yawe kwenye aina mbalimbali ili iweze kukusaidia wewe kugusa kila engo ya maisha yako. Nenda kwenye application inaitwa Pinterest, utasearch pale juu kitu ambacho unakitaka. Mfano, unataka gari, utasearch hapo labda Range Rover ngapi hapo. Ukisha search itakuja, utadownload. Kwa hiyo utadownload malengo yako yote kwa mfumo wa picha. Hakikisha una download yote, unaweka kwenye mfumo wa picha. Pia unaweza malengo yako kaweka kwenye mfumo wa maandishi. Sio mfumo tu wa picha, unaweza kuweka kwenye mfumo wa maandishi. Kwa hiyo vision board yetu itakuwa imecontain picha pamoja na maandishi kama hii hapa. Ukishamaliza utaenda kwenye application ambayo inaitwa Canva. Canva itakusaidia kuzikusanya zile picha zako kukaa sehemu moja. Pinterest nayo ina mfumo wa kutengeneza vision board, lakini leo nataka nikufundishe jinsi ya kutumia application ambayo inaitwa Canva. Siku nyingine tutajifunza jinsi ya kutumia application ya Pinterest kwenye kutengeneza vision board zetu. Utafungua Canva, kama uja sign in, sign in. Kisha sign in, utaingia moja kwa moja kwenye ndani ya application ya Canva. Pale juu, hapo juu uta search vision board. Search vision board, zinakuja vision board za aina tofauti tofauti. Usizitumie hizo vision board kwa sababu watu wametengeneza kwa ajili yao na kwa ajili ya manufaa yao. Huwezi jua walipotengeneza hizo vision board walizitengeneza kwenye energy gani na walikuwa na mood gani. Kwa hiyo na vision board inabidi ibebe mood yako, ibebe character yako, ibebe chemistry yako wewe mwenyewe binafsi, vibe yako. Kwa hiyo tengeneza ya kwako. Utabonyeza picha moja moja, alafu hapa chini kuna sehemu imeandikwa replace. Uta replace picha zote kwa kutumia picha zako ambazo ulizichagua kule kwenye Pinterest. Ukishamaliza uta download. Ukisha download ita save kwenye gallery yako. Ukisave kwenye gallery yako inaweza ikatumika kama digital kwenye simu, kama wallpaper ya simu yako, au unaweza ukaiprint vision board yako ukaiweka ndani kama hii picha yangu hapa. Hii sio vision board, lakini inaweza ukaiweka kama A4 A ngapi, inakuwa tu inakaa sehemu ambayo unaweza ukaiona kila siku, kila muda, kila wakati ambao unauhitaji. Kwa nini tunatengeneza vision board? Kwa sababu inatusaidia wakati wote ambao tunakuwa tunaona zile picha, inatukumbusha kwamba tunaweza kufanya na yale mambo ambayo inabidi tuya achieve. Kwa hiyo itakuwa inakupush na kusukuma na kukupa motivation, kwa sababu utakuwa unaona picha kila muda,
utakuwa unaona picha kila masaa. Kwa hiyo utakuwa unakumbusha, natakiwa nitimize jambo 1 2 3, natakiwa nifanye jambo 1 2 3, natakiwa nifanye jambo hili, natakiwa nifanye jambo hili. Itakuwezesha, itakupa wepesi wewe wa kufanya na kupangilia malengo yako vizuri na kufanya malengo yako kutimia yawe rahisi. Yafuatayo ni mambo ambayo lazima uyajue kuhusu vision board na ni mambo ya kuzingatia kuhusu vision board. Jambo namba 1, vision board sio njia pekee ya kuweza kutimiza malengo yako. Kuna njia nyingi sana, lakini vision board ni moja hapo, lakini sio kwamba ndo pekee, na ukishaweka vision board hakuna tena njia nyingine ambayo unaitumia kutimiza malengo yako. Hapana. Vision board ni kama motivation, ni kama tu catalyst, ni kama tu inakupa go ahead ya kuweza kutimiza malengo yako. Kwa hiyo unatakiwa kufanyia kazi vision board yako kwa bidii ili iweze kutimia. Unaweza ukaifanyia kazi kwa kutumia maneno, ukajiambia kila siku maneno, unaweza ukaika bidii, yani fanyia kazi malengo yako yaweze kutimia. Usiweke tu vision board ukaiacha ukawa tu unaiangalia kwenye simu kama wallpaper yako, ukawa tu unaiangalia chumbani kwako kila siku ukiamka, yani hakuna hauyafanyi kazi. Hakikisha unafanyia kazi malengo yako. Lingine, be consistent kwenye kutimiza vision board yako. Kama unataka kuwa kama mtu fulani, hakikisha unakuwa consistent kwenye kufanya mambo ambayo yanalingana na vision board yako. Usiweke kwenye vision board yako you are a boss alafu you speak like a poor. Hakikisha unapoweka vision board yako kama a boss, you speak like a boss, you dress like a boss, you act like a boss. Yani hakikisha unakuwa kama owner of that company. Hakikisha kama unaweka vision board yako unataka ununue gari, anza kuwa consistent kwenye kununua labda key holders. Anza kufanya mambo madogo ambayo yanakusaidia wewe kuweza kutimiza au kuactivate kutimiza vision board yako. Hizo tunaziita kama ni hatua za imani. Kwa hiyo unakuwa unajua, nataka nimiliki gari. Hebu ngoja kwanza ninunue key holders. Hebu ngoja kwanza niende sehemu fulani nikaulizie magari. Hebu ngoja nenda tembelea yards, ajua gari ambalo unalihitaji, and then fanya mambo ambayo yatakupelekea au yatakupusha au yatakumotivate kutimiza vision board yako. Kutimiza vision board yako au unapokuwa kwenye hatua za kutimiza vision board yako, usiwe obsessed sana. Kaa kwenye mood ambayo inakusaidia kuattract malengo yako kuweza kutimia. Kisha weka relax and let it show up. Wakati wewe unajaribu kutimiza, hakikisha haui na papara, haui na kimuhemuhe, haui na ile burning desire mbaya ambayo inakutoa hadi kwenye mood ya kuweza kutimiza vision board yako. Hapana. Relax and everything will be okay. Relax and everything will be fine. Wakati unafanyia kazi taratibu, unafanyia kazi huku umerelax. Usifanyie kazi vision board yako kwa papara. Kama umependa video, hakikisha una like, pia una share.